wewe ndio unaongea na yeye. Sio mkitoka unasema watu wametusemaje, wamesikia. Wengine wanasema tumefunika. Maana ya muziki. Tusome kwa muda huu. Maana ya muziki. Muda huu kabla tujaenda chakula, mambo mawili tu ndio tutakuja kuyaona. Mawili pekee. Maana ya muziki ni la kwanza. Alafu la pili nitawaeleza. Na ndio maana kwa sababu hili ni la muhimu la kwanza kabisa nimebeba somo la leo, maana ya muziki. Muziki una maneno mawili muhimu sana kwenye Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale ni lugha ya Kiebrania. Lugha imeitwa Kiebrania kwa sababu ya Ibrahimu na uzao wake, sasa ikaitwa lugha ya Kiebrania. Lakini ametokea mashariki ya mbali, mpakani kabisa na mto Frati na mto Tigris. Kuna eneo linaitwa Mesopotamia. Eneo lile ndio inasadikika kwamba ndiko ilikuwa pia bustani ya Eden, kwa sababu ile mito inayotajwa pale ndio inayotajwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2. Unaona mto Frati. Sasa anatoka Uru ya Kaldea. Ukiangalia kwenye ramani yako kwenye Biblia, mojawapo ya ramani za kwanza katika nchi za ulimwengu wa kale, utaiona Uru ndiko alikotoka Ibrahimu. Na ametoka pale ni katika yule mtoto anaitwa Shemu wa Nuhu. Watu wanadhani Shemu ndio wa kwanza kuzaliwa kwa Nuhu, lakini si wa kwanza. Wa kwanza ni yule mwingine. Alizaa watoto wangapi? Wa kwanza nani? Bwana siwasikii vizuri. Hebu wataje watoto watatu bila kujua ni wa kwanza na wa pili.
Shem, Yafeth, Ham. Sasa watu wanadhani Shem kwa sababu ndio ametajwa pale. Shem, Yafeth na Ham wanadhani Shem ndio wa kwanza. Kumbe ametajwa tu kwa sababu ya ahadi ya uzao alipitia kwake. Lakini kwa sababu ni sio wa kwanza kuzaliwa. Kirudi kwenye mahesabu katika Biblia unakuta atakuwa yule anayetajwa wa pili. Yaani ndio sehemu nyingi katika Biblia unaona wanatajwa vile. Ukienda haraka unaweza kufikiri wa kwanza kuzaliwa. Sasa ametoka kwa Shem. Na makabila lugha zinazozungumza hiyo wanaita Semitic. Kwa hiyo Ibrahim ametoka kwenye hilo kundi la lugha. Tunafahamu kuna Kibantu, kuna Nilotic na Semitic. Yaani makundi ya lugha ambayo sema Kibantu zungumza makabila ya Kibantu katika Afrika ambayo ni sehemu kubwa sana ni Bantu. Sasa ametoka kwenye ule uzao wa Shem ambao kundi kubwa ya lugha yao inaitwa Semitic kwa sababu ya jina la Shem. Sasa ndiko alikotoka. Sasa Agano la Kale limeandikwa 90% na kitu kwa lugha ya Kiebrania na sehemu ndogo sana katika kitabu cha Danieli lugha ya Kikaldayo, Aramaic language, na sehemu ndogo katika Agano Jipya ni maneno aliyozungumza Yesu aliyozungumza kwa Kiaramu ambayo ni Aramaic, ambayo ni lugha ya kule Semitic, kundi lile kubwa. Na wana neno moja wanaita tumia neno moja linaitwa Zimrath. Ni neno la Kiebrania Zimrath. Kwenye ile Kutoka 15 ile Biblia inataja kwamba ni wimbo ambao waliimba Waisraeli wakiona miili ya wajeshi wa Misri ikielea. Siku ile ambayo Mungu aliokoa wokovu mkubwa kwamba aligawanya bahari ya Shamu halafu wakapita nchi kavu. Na wao Biblia inasema walipojaribu wakatoswa. Sasa unapoangalia zile video zile za kuigiza zile katika visa vya Biblia, unaona upande ule amesimama Musa na wana wa Israeli, alafu upande mwingine amebaki Farao mwenyewe. Anashangaa jeshi lake limeteketea. Bila upungufu mkubwa sana kwa sababu hakubaki Farao, alifariki pia. Ila ukiona wanacheza hivyo, naona fanya vitu kama hivyo. Kwa hivyo unaweza ukaamini sana zile kwa sababu anaigiza uelewa wao ni mdogo. Alikufa maji yule Farao. Na enjoy amethibitisha kitu hicho kwamba alienda pia na yeye alikufa na yeye. Kwa hivyo ndipo wakatunga ule wimbo. Na tukija kuangalia jioni ninapomaanisha wakatunga wanamaanisha nini? Ninaposema hivyo wakaimba ule wimbo. Ule wimbo wote Kutoka 15 ni wimbo tu. Na tukio ni lile Mungu alilofanya. Majeshi yote ya Farao na Farao mwenyewe akafariki. Waisraeli hakuna hata huku aliyekufa maji. Hapo ndipo aya imesomwa leo. Na soma tena hiyo aya ya pili Kutoka 15. Rudia tena hapo Kutoka 15 na ile aya ya pili, maana ya muziki. Soma tena hapo. Kipata tuwe simama uweze kusoma kwa sauti. Kutoka 15 na ile aya ya pili. Anasema, ndio, Bwana ni nguvu zangu. Bwana ni nguvu zangu. Na wimbo wangu. Na ni wimbo wangu. Naye amekuwa wokovu wangu. Amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu. Nita msifu. Mungu wa baba yangu nitamtukuza. Bwana ni nini? Ameanza cha kwanza Wimbo. cha kwanza ameanza na hiyo. Bwana ni nguvu zangu. Ni nguvu zangu. Cha pili
wimbo wangu. Ni wimbo wangu. Cha tatu, wokovu wangu. Sasa ona anavyoeleza Bwana ni, maana pale nimechukua tu moja tu kwa sababu ndio tuko kwenye semina ya muziki. Bwana ni wimbo wangu. Ile neno ametafsiri wimbo ndio inaitwa Zimra, ambayo hilo neno Zimra ndio Kiingereza wanaita neno muse. Sio muse, maana muse tukuliona sia. Zimra ndio wanatumia neno kwa Kiingereza wanatumia neno melodia. Kwenye muziki kuna vitu nafikiri watatufundisha walimu wetu kidogo, ama wameshafanya inayofanya sana hiyo muziki. Kuna melody, kuna nini kingine, na harmony kingine ni nini, rhythm, na watatueleza kwamba katika hivi tatu vingine vile vinasindikiza. Ukitaja muziki ni nini hasa, unazungumzia melody. Sasa ukisema harmony, ina kitu inachokifanya. Rhythm, sawa. Kama alivyoeleza hapo, ndio nafikiri rhythm mpaka upige za kinanda ufanye. Kumbe hakuna muziki ambao hauna rhythm. Ila sasa tunaamua kuziongezea. Maana masikio yetu hayasikii. Ndio tunaamua kuleta kuni na waka mafuta. Lakini hakuna muziki sio na rhythm. Kwa hiyo kwenye hivi vitatu ambacho kikibaki hata chenyewe tu ndio muziki, tunazungumzia melody. Kwa hiyo ile neno Zimra ndio linamaanisha melody. Wanaposema Bwana ndiye wimbo, na ndio melody, melodia. Ndio melody. Yeye Bwana huyo. Na alafu akisema hivyo, neno hilo Zimra ndio melody yangu, melody. Na kwenye siku ile Yesu alipofuka aliwaambia wanafunzi kwamba unaposoma lazima usome uangalie, maana hapo tunasoma ni kile Torati ya Musa, vitabu vitano. Kwa hiyo tunasoma kwenye Torati, kwenye kitabu cha Kutoka. Yote inaitwa Torati. Mwanzo, Kutoka, Lawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Inaitwa kwa ujumla Torati ya Musa. Lakini nenda kwenye Zaburi 118. Twenda kwenye Zaburi 118. Halafu sio mstari wa 14. Bwana ndiye Zimra. Melodia ndiye muziki. 118 Zaburi na ile aya 14. Nasema Bwana ni nguvu zangu na ni wimbo wangu, na amekuwa wokovu wangu. Mbona hiyo tulianza kusoma kwenye Torati, sasa hivi tunasoma kwenye Zaburi, ambao pia inaelezea Bwana ni wimbo wangu. Zimra. Twende kwenye manabii. Nasoma tu mmoja ambaye hakuna kweli katika maandiko yake. Nabii Isaya. Isaya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Muziki maana yake katika Biblia. Hebu soma. Nasema na katika siku hiyo utasema Bwana. Utasema Bwana, nitakushukuru wewe. Kwa kuwa ijapokuwa ulinikasirikia, hasira yako imegeuka mbali. Mstari wa pili. Tazama, Mungu ndiye wokovu wangu. Mungu ni wokovu wangu. Nitatumaini wala sitaogopa. Alafu maana Bwana Yehova ni nguvu zangu. Bwana Yehova ni nguvu zangu na wimbo wangu. Halafu huyo Yehova ni nani wangu? Wimbo. Sasa kwenye Isaya hapa amebadilisha. Wale wengine kwenye Torati imeanza ni nguvu, halafu
wimbo, halafu wokovu. Kwenye Zaburi akaanza nguvu, akaja nini? Wimbo, halafu kwenye Isaya ameanza na wokovu, halafu nguvu, afu wimbo. Kwenye mstari wa pili ameanzaje? Ameanza na nini? Wokovu, halafu nguvu, wimbo. Hiyo ni upande wa manabii, na Yesu alitufundisha namna ya kusoma Biblia kwenye ile kitabu kile cha Luka 24. Akiwa amefuka hapo, aliwaambia wanafunzi wake kwenye usomaji, aligawa Biblia Agano la Kale katika maeneo makubwa matatu: Torati, Zaburi na manabii. Luka 24 afusoma mstari wa 44 na 45. Bado hiyo Biblia inaruka au inaishia Luka 23 hiyo nayo? Mbona kama itakuwa imeishia mbali hivyo? Za wengine zinaishia tu Ufunuo 20. Ya kwamba imewekwa mpaka huko 44 na 45. Anasema hayo ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa. Yaani yote ameandikiwa yeye Yesu. Moja, katika Torati ya Musa. Mbili, na Zaburi. Katika manabii. Tatu, katika nini? Zaburi. Ukiona amesema hivyo, anasema niliyoandikiwa katika Biblia, kwa sababu wakati wa Yesu na mitume Biblia ilikuwa ni Agano la Kale. Na ndio maana wenzetu huwa wakisoma wanasema wakienda kwenye ile Waebrania 4:12, maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina kama uliko upanga ufanyao nini. Sasa wanasema neno la Mungu wao akilini mwao wanaona ni kuanzia Mathayo mpaka Ufunuo, lakini hawajui wakati wanaandika hivi mitume, Biblia waliokuwa wanawarejesha watu kwayo ni Agano la Kale. Ndio wanasema neno la Mungu li hai, lina nguvu, linakata kuliko upanga ukatao kuwili. Neno wakati Paulo anamwandikia Timotheo ya kwamba umeyajua maandiko matakatifu tangu ukiwa mtoto, anapozungumzia maandiko matakatifu wakati wake sio kuanzia Mathayo. Sasa Mathayo imekuja kuandikwa karibu Paulo ameshafariki, na hata sio kitabu cha kwanza kuandikwa. Cha kwanza kuandikwa ni kitabu kile cha Yuda. Kwa hiyo wakati wanaandika hivyo, wakiwaelekeza watu Biblia, wanaelekeza Agano la. Sasa wenzetu wengi wanaosali siku ya kwanza ya juma wanaadhimishwa kwamba Agano Jipya ndio walikuwa wanazungumzia. Walikuwa wanazungumzia Agano la Kale. Kwa hiyo Yesu anasema Agano la Kale limegawanyika sehemu tatu: lina Torati, lina Zaburi, lina manabii. Na ndivyo ilivyo hata kwenye Biblia ya mpangilio wa Kiebrania, ndivyo ilivyopangwa. Imeanza Torati, utaiona. Na sasa kitu ambacho kuna tofauti kidogo, wameanza Torati alafu wakaja manabii, alafu wakaja maandiko ya kawaida, writings. Ndio hivyo, Torah, alafu anakuja Navim, alafu anakuja Ketuvim. Ketuvim maana yake kitu kutakuandika, writings, ambao ndio unaiona sasa. Zaburi iko upande ule, Navim ni manabii, unaona Isaya. Alafu kwenye Torati ndio tukasoma kitabu kile cha Kutoka. Kwa hivyo anaeleza maana ya wimbo ni nini. Bwana ndiye wimbo. Amen. Hii ni maana ambayo Mungu anaeleza, anaifunua kupitia watu wake. Bwana ndiye wimbo. Zimra ndiye melodia, ndiye muziki. Sasa watangulia wale wanaosema mbona wanaoimba hao wa nje, wanaoimba nyimbo za dunia, hao wamechepushwa tu.
Ni kwa sababu ikiwa unasema huu ni wimbo, ukisema huu ni muziki, basi ujue ni Bwana. Kama sio yeye, sio muziki. Ingawa una nadharia na sauti unasikia hapa na zile hizo na kila kitu, lakini ukweli ni huu, kama si Mungu, sio muziki. Ukisema nimetunga wimbo, tunatazamia kuona huo wimbo ni Bwana. Mtu yeyote akitunga wimbo halafu sio Bwana, tunasema unataka utongoze sisi tuimbe? Hamna, kwa sababu Bwana ndiye wimbo wangu. Kwa hiyo ukitunga wimbo una mwimba yeye ndiye muziki, ndiye wimbo. Kwenye lugha ya Kiyunani ambayo ni Agano Jipya, wakati Paulo anaandika kwa Waefeso sura ya 5, hebu soma ile aya ya 19, kuna neno moja linaloitwa psalo la Kiyunani. Hebu soma hapo. Ingawa imetumika mara kadhaa, ila kwa tafsiri ya Kiswahili na Kiingereza wametumia maneno mengine tofauti, lakini ndio neno nataka kulione tu hapa. Soma Waefeso 5 na mstari wa 19. Semezana kwa zaburi moja na tenzi mbili na nyimbo za rohoni 3, huku mkiimba na kumshangilia nani? Sasa leo ndio mambo tafsiri kumshangilia. Unajua ukisoma hivyo unasikia jamani, mshangilieni Bwana. Watu wanapiga vigelegele. Yaani maneno ya tafsiri haya bwana yameweka watu pabaya. Sana ile neno mwimbieni Bwana kwa kucheza. Zaburi 150. Kumbe ni tafsiri. Wewe ukiona pale neno mwimbieni Bwana, mshangilieni. Kwa hiyo unaona kanisa watu wanashangilia. Wanasema hata Biblia imesema kushangilia. Sio neno. Sio. Inaitwa psalo, ambayo ina maana melodia, music. Wewe anachosema ni kwamba katika hizo zote, kwa zaburi, kwa tenzi za rohoni, kwa nini? Hivyo vitu kwenda kuviona baadaye vitu gani, kwa sababu ni vitu tofauti kabisa na vitaja pale. Lakini anakuja anasema hivyo vyote vinavyotajwa vinamaanisha melodia, huyo ambaye ndiye wimbo. Kwa hiyo ina maana mkimshangilia Bwana maanishi kwa maneno shangilia, anamaanisha melody ambayo ndio yeye. Ndio maana wao watafsiri wasema kushangilia, lakini nani Bwana? Kwa hiyo ukishatenganisha unakosa kabisa maana inavyoenda. Kwa hiyo maneno hayo unaangalia ndio yanataja. Biblia inataja muziki ni Bwana. Yeye ndio wimbo wangu. Yeye ndio wimbo. Kwa hiyo ukiwa unasema nina muziki, nina wimbo, unazungumzia yeye. Katika Zaburi 27 na ile aya ya kwanza, angalia pia hapa inaendelea, inavitaja vitu vingine vingi alivyo yeye. Zaburi 27 na ile aya ya kwanza, Biblia inasema hivi, naam, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Ni nuru, ni wokovu wangu. Nimwogope nani? Tamwogopa nani? Maana yeye ni nuru yangu, halafu ni wokovu wangu. Bwana ni ngome, ni ngome na ni uzima wangu. Unaona ile lugha tu, ni wimbo, ni nguvu, ni wokovu. Hapa hawakuweka neno wimbo, wametaja 1, 2, 3, 4. Nenda Zaburi 28, alafu usome mstari wa 7. Zaburi 28:7. Biblia inasema hivi, nasema Bwana ni nguvu zangu, ni ngao yangu. nguvu
zangu, ni ngao yangu, ni nini tena? Moyo wangu umemtumaini, Moyo wangu umemtumaini, nami nimesaidiwa. Basi ndio moyo wangu unashangilia, unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Nitamshukuru. Unaona hivyo inavyotajwa. Ukweli ni kwamba Mungu ndio kila kitu kwetu. Rudi tena nyuma, Zaburi 18 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Ni kila kitu yeye. Ndio maana kwa nini anakuwa wimbo wetu, kwa sababu ndio kila kitu kwetu. Hebu soma Zaburi 18 na ile aya ya kwanza na ya pili. Biblia inasema hivi: wewe Bwana nguvu zangu nakupenda sana. Bwana ni jabali langu, na boma langu, na mwokozi wangu, Mungu wangu, mwamba wangu, ninayemkimbilia, ngao yangu, na pembe ya wokovu wangu. Lugha ambayo unaiona hata Hana wakati anamshukuru Mungu kwa siku amekuja ibada baada ya kumwachisha Samuel, anasema pembe ya wokovu wangu, ambayo ni lugha iliyosheheni mambo makubwa yaliyoko hapo. Kwa hiyo unaona orodha ni kusema ya kwamba Mungu ni kila kitu kwetu. Unaona nataja namna hiyo. Kwa hivyo wimbo ni nini? Wimbo ni Bwana. Kwa nini yeye anakuwa wimbo? Kwa sababu ni kila kitu kwetu. Ndio maana hatuwezi kuweka tukasema tunamsifia mtu, tunafanyia nini, hawezi kuwa kila kitu kwetu. Na saa nyingine haya maneno tunayazungumza kwa wachungaji, tunayasikiliza, unaona mtu anasema hivi, anasema unajua huyu mke wangu huyu ndio kila kitu kwangu. Ndio kila kitu. Hapo umejikuta tumetamka. Vile ukisema ndio kila kitu, wengine wanataja kwa Kiingereza my everything. Jamani. Kwa hiyo akifa ndio utakufa. Hapana. Tumia tu mengine, lakini yeye kusema huyu ndio kila kitu kwangu. Unajua hata Biblia zinasema kabisa huyu ndio kila kitu kwangu. Bwana ndiye kila kitu kwetu. Amen. Ndio maana anakuwa wimbo. Tuweze kuangalia wakati wa mchana unaposema nini kwake. Ndio wimbo wako. Neno ambalo unahitaji ufahamu mchana huu, ukitaja huu ni wimbo, ujue ni Bwana ndiye anayeimba. Kama sio anayeimbwa, ogopa. La pili na la mwisho, kwa ufupi tu kwa sasa. Rudi Kutoka 15 hapo sura mstari wa kwanza. Hapa inatueleza kwamba pia tunapoimba, anayeimba akili yake ajue, akili yake aipeleke wapi. Kutoka 15 mstari wa kwanza, kusoma pale. Biblia inasema hivi: ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana. Walimwimbia nani? Bwana. Wimbo huu wakinena na kusema, nitamwimbia Bwana, tunamwimbia Bwana, kwa maana ametukuka sana. Ametukuka sana. Neno kutukuka maana yake ame-increase, ame-grow up. Yaani linamaanisha kwamba ameongezeka sana, lakini inamaanisha pia ameshinda, triumph. Ameshinda, ameongezeka, ametanuka mbele yangu, ni mkuu mno, siwezi hata kumweleza nikafaulu. Lakini neno atakusikie wakamwimbia nani? Bwana. Lakini mbele wanaona magari yamelea, maiti ya wajeshi ya Misri. Hawaoni hicho. Inapokuja swala la kuimba, wanamuona nani mbele yao? Bwana. Ndio maana saa nyingine wale wanatukosesha, waje watuimbie. Na ninyi waimbaji mwasaidia hao watu. Waambie sisi hatuji kuwaimbia.
unamwambia wanadamu kama nani? My everything. Ndio kila kitu kwetu. Sasa ninasema kusindikiza. Mnasindikiza kwa mbele kwako. Kama sasa mamkana ya kwamba watutoe. Nini ndio mnatutoa? Saa nyingine kwa sababu tunaimba sifu Mungu anaingia wahudumu, kwa hiyo mnadhani mnawaingiza. Msipoimba watakuja. Sikiliza, anaeleza wakamwimbia nani? Bwana. Anayeimbiwa ni nani? Bwana. Yeye ni wimbo, na tunapoimba tunamwimbia nani? Bwana. Zaburi 30 ile aya ya 4. Ndio tutaishia kwenye Zaburi hapa. Zaburi 30 itaishia Zaburi kadhaa hapa, ndio tutasoma aya kama 4 hivi. Zaburi 30 na ule mstari wa 4. Biblia inasema hivi. Nasema Mwimbieni Bwana kwa zaburi. Mwimbieni Bwana kwa zaburi. Enyi watauwa wake. Ninyi wacha Mungu wake, simwimbie yeye Na kufanya shukrani. Fanya shukrani Kwa kumbukumbu la utukufu wake. Mwimbieni Bwana. Nisho nataka uangalie tu vizuri. Ukisimama popote, iwe ni nyumbani, kwenye ibada, unapoimba, rudisha akili hii. Hapa unazungumza na Mungu. Amen. Ikishaondoka hiyo ni hatari. Mimi siwezi nikamili na mtu anazungumza na Mungu afa anafanya hivyo. Anazungumza na Mungu. Yaani fikiria wewe mama uko pale anakuja binti yako kwa ajili ya nani ya viatu, akiwa anazungumza na wewe anafanya hivyo. Nasema hivi huyu ana akili huyu. Mama naomba yake. Yaani leo. Hapo anazungumza na mama yake. Ama anampatia ripoti ya alikuwa amesafiri baba au mama, hapa anampa ripoti. Yaani walikuja wale wageni, tukakoroga, tukawapakulia, tukawanywesha. Nasema hivi nini? Hapo wanamwimbia Bwana. Nasema wanamwimbiaje hao? Wanaimba kweli hao? Hamna. Wanajionyesha. Hawezi kufanya hivyo. Tuanamwimbia nani? Bwana. Zaburi ya 47 na ile aya 6. Zaburi ya 47 na ile aya 6 kusoma. 47 aya 6 anasema hivi. Nasema Mwimbieni Mungu. Mwimbieni Mungu. Na imbeni. Imbeni. Mwimbieni mfalme wetu. Huyo ndio mfalme wetu, mwimbieni. Na imbeni. Imbeni. Nataka uelewe tu kwamba mwimbieni nani? Ndiye anayeimbiwa. Tutakuja kuangalia jioni. Wanaposema tunamwimbia nini? Maana kuna watu wanasema namwimbia Bwana, namwimbia Bwana. Wanataka kuuliza unamwimbia nini? Kwa sababu hapo kuna kumwimbia Bwana, lakini nini unamwimbia? Tutakuja kuangalia jioni. Kwa sababu maneno yamekuwa unasikia tu kwamba leo kuna hivi babizo, unasikia tena maneno mbalimbali hapa. Hapa ndio sana yameshaingia siku hizi. Sema ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Sasa ni wewe tu kwani? Ni wewe tu. Kwani? Hiyo ni maana yake nini? Ni wewe tu. Hapa anamwimbia je? Anaona anamwimbia. Kumbe hajaimbia chochote pale. Tungepangalia wakati wa jioni. Mwimbieni nani? Bwana. Nasitiza jambo hilo. Zaburi 68 ile aya 32. Mwimbieni Bwana. Soma after malizia mwisho tukapumzike. Tukapata mapumziko. Soma hapa. Zaburi 68 aya 30. Aya 32. 32 anasema hivi. Nasema enyi falme za dunia. Falme za dunia. Mwimbieni Mungu. Mwimbieni Mungu. Msifuni Bwana kwa nyimbo. Msifu kwa nyimbo. Mwimbieni Mungu. Falme zote mwimbieni yeye. Soma Zaburi 96
na ile aya ya pili. Zaburi 96 na ile aya ya pili. Zaburi 96 pili. Nasema, Biblia anasema hivi, mwimbieni Bwana. Mwimbieni Bwana. Libarikini jina lake. Libarikini jina lake. Tangazeni wokovu wake. Tangazeni wokovu wake siku kwa siku. Siku kwa siku. Mwimbieni Bwana. Wimbo ni Bwana, na ukisimama kuimba anaimbiwa yeye. Jioni tutaangalia anaimbiwa nini. Kwa sababu usema mwimbieni Bwana, nini anaimbiwa? Alafu tutaangalia huo wimbo ili aimbiwe kuna mahali umetokea. Kwa hiyo mchana huu leo, muziki, zimra, sala, melodia ni Mungu. Hata kama hakuna harmony, hakuna rhythm, imradi kuna melody, ndio lazungumzia muziki peke yake. Na yeye ndiye wimbo, ndio muziki. Utakapokuangalia jioni uone mtu anapoimba huwa anaimbaje. Tuaje kuangalia vizuri jioni. Kwa hivyo hiki ndicho kiko hapa mbele yetu. Sasa ukiangalia leo kwenye sherehe zetu, zile nyimbo pale sema hizi nyimbo zina mafundisho, zina mafundisho. Kwenye harusi zetu, maana kila kabila wana nyimbo zao. Ili tujue zina mafundisho, huwa zinamhusu yeye? Hapana. Huwa ni vijembe tu ya kuchimbia viazi vitamu. Hakuna lolote la maana. Kwa sababu wasema kwani zina shida gani? Maana zimsifie shetani. Kumsifia shetani sio mpaka aseme shetani nakupenda. Ni sawa na kusema kwamba mimi namsifu Mungu, Bwana Yesu nakupenda. Hiyo sio kwamba huyo mtu anamwimbia eti hapo ndio anaona eti anakusifu. Issue sio kusema Yesu ni wa kwangu, Yesu nakupenda. Hapana. Yesu alisema si kila mtu aniambiaye. Kwa hiyo ibilisi sio mpaka ambiwe shetani wewe ni wa kwangu wa kufa na kuzikana. Ndipo sema anamsifu shetani huyu. Ni nyimbo kabisa na maneno mazuri kabisa mpaka kutega sikio, lakini cha ajabu hakuna Mungu pale. Kwa tunapoimba tunamsifu yeye. Na ndio maana kuna shida ambayo unasikia leo wanatunga nyimbo usinione hivi, nione na nini kila kitu. Ndio unaona kwamba ombea hata adui zako ili siku utakapofanikiwa wajionee kwa macho. Hapo anamwimbia nani sasa? Sisi ni wale tuliopendwa na nani? Ukitukusa unafanyaje? Sisi zinaimba na Waadventista. Zingine nyingi sana. Yaani angalia nyimbo uone ikiwa kwenye kusikiliza unafutwa kutoka kwa Bwana, ila unamuona yeye ndio anakuwa mkubwa, ndio anatukuzwa, anakuwa magnified, anakuwa mtu wa muhimu mbele yako. Hapo ibilisi yuko nyuma ya pazia, kwa sababu anakufuta usimuone yeye, baada ya kumwimbieni Mungu. Sasa tunaeleza watu sisi tulivyo. Unasema mbona vitabu vya Zaburi pia unazungumzia vipi hivi na hivi? Wanasoma, wanachukua kitu nje ya mtara. Soma ile Zaburi yote uone anapoanza, anaonyesha machozi yake, anaonyesha hiki na nini. Zile Zaburi zote kama anaomboleza, kama ana kiu na kuanzia Bwana Mungu wangu na nini. Unaweza kufikiri kwamba zikiri ni yeye. Endelea kufuatilia usikie. Lakini nyimbo ambazo zinatungwa leo ambazo zinawachukua watu usikivu uende kwa wanadamu na sio Mungu, haziwezi fanya chochote na haziwezi kuitwa wimbo. Ni kwa vile zinaimbwa tu na wanaoabudu, na zinaimbwa katika majengo ya ibada, lakini ukweli ni kwamba si nyimbo. Hakuna melodia, hayumo Mungu ndani, ila ni watu wengine. Wimbo awe ni Mungu, ukisimama kuimba awe unamwambia yeye. Kwa hiyo ukishakumbuka unamwambia yeye. Ameimba watu wa Kongo hapa ya kwamba ukimweleza yeye, nazungumza naye,
Kwa hiyo kuangalia, unapoimba hauimbi ili watu wasikie. Unapoimba unaimba. Shaweka kwaya 5 6, unashangaa mwalimu asiyejua anatutia moyo kusema, unajua usipokazana ile kwaya itakufunika. Kwa hiyo yeye anakazana kufunika kwaya nyingi, lakini kumbe nafikiri anakazana kumsifu Bwana ili katika kumsikiliza wale watu watakaposikia wamuone Mungu anapokuwa mkubwa kwao. Amani ya Bwana iwe nasi na Mungu atubariki kwa jina